Help! Help! Help me! Help! Oh yeah. Here we go. Ni katika nchi ya Brazil na muona mrembo mmoja hivi akiwa anaendesha gari. Huyo hapa mrembo anaitwa Amanda. Ametoka zake nyumbani anaelekea sehemu moja hivi ambayo inaitwa Parana. Anaenda huko kumjulia hali mamake mzazi kwa sababu ni muda mrefu umepita bila kwenda kumcheki. Mtoto mzuri alafu yupo kwenye gari peke yake anajiamini baraa. Alafu kapendeza na hicho kimini sijui ni muite Queen. Hii hapa barabara ambayo anapita Amanda ni shortcut tofauti na ile ambayo huaga anapita siku zote. Na hii hapa ni mara yake ya kwanza kupita kwenye hii hapa barabara. Akawasha GPS ili iweze kumsaidia huko ambapo anaenda asije akapotea. Watu ambao wanapita kwenye hii hapa barabara ni wageni. Wenyeji kitambo walishachaga kupita kwenye hii hapa barabara kwa sababu wanajua masaibu ambayo huaga na wapata watu ambao wanakatisha kwenye hii hapa barabara. Kiufupi leo hii Amanda ameyakanyaga. Na huko mbele ambapo anaelekea sasa ndo hatari yenyewe ilipo. Huko unapatikana msitu mmoja hivi ambao unaitwa Parana. Ni bora mtu akwambie ukaishi chumba kimoja na shetani. Maana unaweza kuambulia tu kupata mimba basi. Lakini ukienda kwenye msitu huu lazima uambulie kifo. Au ni kama kumpiga shetani ngumi ya mgongo alafu unabaki hapo hapo sio utakuwa unatarajia nini? Maana akigeuka tu balaa unalo. Amanda kufika maeneo hapa anaona kuna gari imepaki mbele. Mara kuna mtu anatokea mbele yake. Asalale subhanallah. Huyo hapa mzee ndiye ambaye huaga anahusika na mauaji ya watu ambao wanakuja pande hizi hapa. Na hapa yupo kwenye mawindo lakini anajifanya kama vile gari lake limeharibika. Ni kwa mara ya kwanza Amanda anapata bahati ya kuonana na shetani live kabisa bila hata yeye kujua. Huyo hapa mzee ni katili mpaka ukatili wenyewe unamuogopa. Mzee anasema, "Vipi binti, habari yako? Gari yangu hapa imeniharibikia, vipi unaweza kunipatia lift nifike mjini nikachukue spare?" Wala sio mbali, ni hapo tu mbele, ni muda kama dakika 10 tu hivi na kuwa tayari tumeshafika. Ni kama vile bahati ya Amanda akakataa kumpatia lift huyo hapa mzee. Anasema, "Samahani sana mzee wangu kwa sababu wewe ni mgeni sana kwangu. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana mimi hapa kukupatia lift kwa mtu ambaye sikufahamu. Maana dunia leo imeharibika, isiyo kumwamini kila mtu." Amanda kakanyaga mafuta na kuondoka zake. Ni kama tu Mungu alikuwa upande wake, angesema tuanze kuleta mambo ya kilokole pale na kumpatia lift basi habari yake ingeishia pale pale. Mzee amekasirika pale baada ya kunyimwa lift, anasema, "Una bahati yako mpumbavu, ungenipatia lift na kuambia lazima ningekufyontola wewe." Da maskini binti wa watu. Hajui lolote kuhusiana na hii hapa barabara lakini pia msitu ambao unapatikana pande hizi hapa. Kama ukitaka kujua kwamba eneo hili hapa ni hatari, waangalia tu. Hakuna mtu yote ambaye anakatiza pande hizi hapa zaidi ya Amanda tu. Ni bora afike salama huko ambapo anaenda. Maana kwa jinsi yule mzee ambavyo anapenda wanawake, sidhani kama anaweza kumwacha Amanda atoke salama katika eneo hili hapa. Amanda huko ambapo ametoka amekunywa togwa za kutosha na kibofu cha mkojo kimejaa. Sasa akawa anaangalia nje sehemu ambapo anaweza kwenda kulimwaga lile pale kojo. Toto jeupe peli na rangi ya ndazi. Upaje unang'aa kama bati mpya vile. Haiwezekani. Huyu binti lazima tu atakuwa anaogea maziwa. Baada ya kufika kwenye hapa msitu wa kifo akasimamisha gari. Akaona hapa panafaa kulimwaga. Nyatu 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 nyatu. Huyu anazama ndani ya msitu. Anaogopa watu kuliko hata chatu. Ni bora ang'atwe na nyoka lakini eti sio mtu anakuja na kwanza kumchungulia sehemu zake za manogeo. Hilo hapo hataki kabisa yani. Anakojoa huku anatazama huku na kule, ana wenge kama vile amekunywa nzuki. Baada ya kumaliza kujisaidia basi akawa anarudi zake kule kwenye gari lake ili aweze kuendelea na safari. Anatupa macho mbele. Anashangaa kuona lile gari la yule mzee limepaki barabarani. Ni hapa ndipo Amanda akahisi kwamba inawezekana huyo hapa mzee sio mtu mzuri. Ni kwa sababu mara ya kwanza aliomba lift akasema gari lake ni bovu. Na tena gari lile ambalo alisema kwamba limeharibika ndilo ambalo amekuja nalo hapa. Mtoto nyuma amefungasha, unaweza kusema kama vile amebeba maboga ya iftari. Amanda anamsikilizia mzee aone kama atashuka kwenye gari. Anasubiri wewe lakini hakuna mtu yote ambaye anashuka pale. Mara mvua ikaanza kunyesha, akawa anaelekea kule kwenye gari lake. Anaangaza huku na kule akiwa anamhofia yule mzee. Inaonesha mzee hata kwenye gari lake pia hayupo. Amanda akaingia kwenye gari ili aweze kutimka faster. Anaangalia ufunguo wa gari hauoni. Tayari mzee ameshatimka mpaka na ufunguo wa gari. Sasa sijui hapa binti atafanyaje. Anaangalia simu pia jioni. We, mbona kichwa kiliwaka moto? Anatazama kwenye side mirror, anamuona mzee akiwa anakuja. Akatoka faster kwenye gari na kuanza kuelekea msituni. Mzee naye ameshatimba ndani ya msitu. Anasema, sikiliza binti, humu ndani ya msitu hakuna sehemu ya kujificha, lakini pia
uweze kutoka hata siku moja, hivyo lazima nikunyake tu, nikikukamata utaniambia. Na hivyo ulivyo na tako kubwa la kubambia, nasikia harufu kama umeshosha kimba, njoo nikupatie ukoko wa kuchambia. Aha, aka kabinti katakuwa kamekimbilia huko mbele mbele, hebu kwanza nikafuate. Mzee anakimbia huku na kule, lakini hamuoni binti. Mzee anasema, wewe binti, popote pale ulipo naomba ujitokeze kwa maslahi mapana ya nchi, maana kunyanduliwa na mimi hapa ni sawa tu na kunyanduliwa na nchi. Mimi situmii sigara, bia, ugoro wala ulanzi. Sasa usiombe nikakukamata, maana nikikukamata wewe ndio utakuwa sigara yangu, bia yangu, ugoro wangu na ulanzi wangu pia, yaani nitakunyandua. Amanda anazidi kukimbia akiwa anaelekea kule barabarani. Mrembo anachochola huku nyuma, anatikisa tu spika za ushuzi. Akaingia kwenye gari la mzee akidhani kwamba kuna funguo. Anacheki aone kitu, anatazama kwa uzuri, anaona kuna simu yake pembeni. Anajaribu kupiga simu ili aombe msaada. Anacheki dirishani, anamuona mzee akiwa anakuja upande ambao yeye yupo. Hakuwa na namna, akaamua tu kujificha kwenye siti ya nyuma. Sasa sijui hapa Amanda atatokaje, maana mwenye gari ameshafika. Mzee anamtazama Amanda kwenye gari lakini hamuoni. Akaingia kwenye gari lake na kusepa. Hajui kama kuna kitoweo huko kwenye gari. Mzee kashafika nyumbani kwake. Akashuka kwenye gari na kuingia ndani. Amanda alipoona mzee ametoka na kuingia ndani, naye akaamua kutoka kwenye gari ili aweze kukimbia. Sijui mzee alisahau nini kwenye gari. Ili anarudi kwenye gari, anashangaa kumuona Amanda akiwa anatoka kwenye gari lake. Amanda akatekwa na kuwekwa store. Sasa ule muda wa kunyandua tayari umeshafika. Mzee anataka akafanye mambo yake. Anaingia kwenye kile chumba ambacho yupo Amanda. Ameshika ile pale pampu ya maji kama silaha. Hii pampu ina pressure ya maji ni balaa. Ikikutandika hivi lazima ujute. Mzee akapigwa na ile pressure ya maji akaanguka mpaka chini. Amanda akaingia kwenye gari na kuanza kumkanyaga mzee mpaka kufariki. Huyu akaondoka zake, na hii hapa ndo ikawa pona yake. Na huu hapa ndo mwisho wa dogo na letu ili hapa. Chao.